Kama nilivyojitambulisha mwanzo, ni baba wa watoto watatu, watoto wanne. Wawili wametangulia mbele za haki, wawili ndio ninao mpaka sasa. Kwa hiyo yote hayo nimeyapata katika kupitia kazi ya nini? Ya bodaboda. Ni maisha yangu makubwa yote naendesha kupitia bodaboda. Sina kazi ya aina yoyote. Kama kuna plani ya aina yoyote ni hapo baadaye, zaidi ya bodaboda. Si tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo bodaboda ni kazi kama kazi nyingine. Zinatakiwa zituheshimishe na tuheshimiane pia. Watu tunasomesha, watu wamejenga, na kila kitu kinatokana na nini? Bodaboda. Kama mtu utakuwa na kazi yako unaojua mwenyewe, hilo ni la kwako. Si tumeelewana ndugu zangu? Lakini mbele za watu tumejitambulisha sisi ni bodaboda uhalisia. Tarehe 17 mwaka jana mwezi wa 8 kama sikosei, nilipata ajali pale maeneo ya Lombo. Ilikuwa mida ya saa 7 kwenda saa 8, nikiwa natoka nyumbani kwa ajili ya kuja kazini. Nilipofika maeneo ya Lombo kulikuwa kuna foleni kubwa, lakini mbele ya mataa huku kulikuwa kuna trafiki wanaruhusu gari zipite mwendo kasi kupunguza, gari ndogo zipite mwendo kasi kupunguza nini? Foleni. Lakini waliokuwa juu hapa mwendo kasi wa kona, wao wanazuia bodaboda na magari kufanyeje? Kupita. Yaani pale wanatofautiana. Kuna nao ruhusu wapite magari, kuna nao ruhusu. Ukiwa mbele kule kuna askari mkubwa anazuia, hawajuu ndo wanaokufanyeje? Wanaokuita. Lakini kitu kilichokuja kutokea baada ya watu kuruhusiwa, na mimi ni mmoja hapo, nimepita mwendo kasi. Lakini nilipopita mwendo kasi, pateni somo kupitia hapa, nilisikia simu inaita. Si umenielewa? Baada ya kusikia simu inaita, inabidi nitoe. Ukiwa unatoa simu unafanyeje? Unaiangalia. Mbele ufanyeje? Uangalie. Kwa hiyo Hamadi, wametokea watu wenye bajaji ambao ni maaskari, walikuwa katika zoezi la kukamata nini? Watu wanaopita kwenye mwendo kasi. Kwa hiyo wakanitega kwa mbele, na mimi nilikuwa mwendo. Kilichokuja kutokea hapo, ikapata ajali. Ajali hiyo imesababisha kutokuwa umakini kwangu mimi na hata kwa waendeshaji wenzangu pia. Kilichokuja kutokea baadaye sikukitambua. Nimekuja kujistukia nipo wapi? Nipo hospitali ya rufaa ya Ubungo Baruti. Nimekuja kujistukia nina watu wengi, nimekutana na maaskari wale. Lakini hata wale maaskari walikuwa na, yani kuna mambo wanayofanya wanawajua ni wao kama wao. Lakini hali ilikuwa tete kwa sababu hata wale wa pale, watu wa pale hospitali ya rufaa walishindwa kunitibu kutokana na majeraha yalikuwa makubwa. Niliumia kichwani, vunjika taya, nimeumia mguuni, hali kadhalika nikatiwa hadi kwenye ambulance nikapelekwa Muhimbili. Baada ya kufika Muhimbili, nilikuwa sina element. Nilikuwa sina element. Kwa hiyo baada ya kufika Muhimbili, kilichokuja kutokea sasa ndugu zanguni ni masuala ya mule Muhimbili. Ili swala ninavyolielezea, baadhi ya watu wamelichukulia ize, na waombeni msije mkachukulia ize, kwa sababu msiba usikie kwa jirani. Utaambiwa bwana, sani ngapi nikuletee? Sio tunavyofanyaga Bwana, sani ngapi bwana nikuletee bwana? Nipe 3 bwana. Kwa sababu kafiwa nani? Lakini ukikukuta wewe mwenyewe, sio sani kakangu, tonge halipiti. Tuweke mifano, labda mamako mzazi amepotea ndani ya dunia hii, ametangulia mbele za haki siku hiyo,
baba yako au mtoto wako au mkeo, ndio vitu vinavyoashiria kuumiza, au rafiki wa karibu ambaye labda ulikuwa unashirikiana katika shida na raha. Kwa hiyo uchungu utaukuta upo pale. Lakini vile vile mule hospitali unapoisikia emergency, ndugu zangu, ni kazi ya bodaboda. 90% ya bodaboda tumezoea kwamba mtu atoke ndio afanyeje, ndo wale. Yaani ukituchukua bodaboda 200, ukiuliza bodaboda mwenye milioni 5 benki, bwana mimi naacha bodaboda. Milioni 5 katika bodaboda 200, tukifika tumia ni ngumu. Kwa hiyo mtu utoke ndio upate riski. Lakini pale linapokukuta jambo kama lilo nikuta mimi, kila unachokigusa pale emergency ni hela. Utapata misaada, unakuwa tena ombaomba. Unakutana na misaada ya jamii, utakutana na misaada ya marafiki, utakutana na misaada ya kila aina. Lakini vile vile unaporudi nyumbani, kwa sababu unakuwa una matibabu ya hospitali, afu una matibabu ya kujiendesha nyumbani. Ukumbuke wewe ndo baba, wewe ndo mama. Pale nyumbani watoto wote wanafanyeje? Wanakuangalia wewe, familia, baba, mama, alikadhalika. Kwa hiyo nia na mazumuni ya swala hili ni kwamba hata kupona hutasubiria. Yaani ukipata janga ambalo kwa mfano leo lipata mimi, huwezi kusubiria upone hadi mwisho. Ukiwa umepanga nyumba zetu za kupanga, nadhani mnanielewa vizuri. Nyumba zetu za kupanga, kuna mambo ya shule ya watoto, kuna familia inahitaji kula, kuna wewe mwenyewe unahitaji kliniki yako wewe. Kipindi hicho unahitaji kliniki, huingizi, maana yake unafanyaje? Unatoa. Siku na siku hauna kitu. Si umenielewa vizuri? Unakuwa ombaomba. Na hata huyo ombaomba dakika za mwisho, hata utampigia simu mtu siku nyingine anachoka. Akiona simu yako anakimbia. Lakini lote hilo mimi nilitoka nikiwa bado nina maumivu. Lakini hutaki kumweleza kila mtu. Halikadhalika wapo baadhi ya ndugu zangu, marafiki, walichukulia mimi kwamba nilikuwa na act. Pamoja na kuumia, lakini kwamba huyu bwana hajaumia, ka act. Lakini nipitishwa na ambulance. Kuna watu binafsi nimekuja kupata hadi somo, wanasema niliongea hadi na ambulance nibebe nipeleke hospitali. So mambo ya kuchekesha, ni mambo ya uhalisia, lakini yote yanasababishwa na nini? Na bodaboda, ambao ndio kazi. Sasa ndio maana nikakwambia msiba usikie kwa jirani. Ipo siku Mwenyezi Mungu nao atakufikishia kama la kwangu lilonikuta. Sio mimi nikulazimisha. Wewe mwenyewe utakiri kwamba kumbe Bwana Onga alivyokuwa anaongea kipindi kile, na hakika hata hapa mbele yenu tu limesimama. Namshukuru Mwenyezi Mungu na hisia. Kama mlivyosema hisia. Kuna wengine wanaona mimi nazingua, napoteza muda, au nini wanaita propaganda. Lakini uhalisia tunakumbushana kwamba kikubwa jamani, hizi ajali hazina mtu mzembe, ila tu tuweni makini. Kikubwa kwamba kadiri mnavyofanya kazi, Mungu atujalie kujihusia nafsi yangu na nafsi zenu. Cha kwanza tupate angalau hata shilingi 100 za kuweka akiba. Kingine, ndugu zangu, tunashauriana. Endapo utasikia labda unafanya kazi yako ya pikipiki, ukasikia simu inaita na kushaurini, usiipokee ukiwa unafanyeje? Unaendesha. Aidha toka barabarani, utakapopata chance ya kukaa pembeni, paki pembeni, iangalie ile simu inayoita ni nani. Kwa sababu inawezekana anayepiga ni mama yako mzazi, mwanao ameanguka chooni. Hebu niambie, unapigiwa simu, unaongea huko unaendesha, unaambia mwanao katumbukia kwenye kisima cha maji. Je, hapo unachukuaje hatua? Akili yake inafanyaje? Kingine, ndugu zanguni, tunahusiana pia, ndugu zanguni, wale wenzetu wa kutumia
Mimi mwenyewe natumia mambo yetu ya kutumia yale kilevi, mimi mwenyewe binafsi natumia, lakini na hakika ninaweza nikakaa mimi na mtu hata miaka 3-4, ukimwambia mimi nalewa mtu anakataa. Wapo baadhi, lakini mimi natumia. Na washauri wale ndugu zangu ambao wanatumia huko wanafanya kazi, tenga muda wako. Kuna muda wa kazi na muda wa starehe. Sio mimi, hata dini inazungumza, tafuta maisha unavyotafuta, lakini kuna kipindi unatakiwa ujipongeze nafsi yako. Beba familia ikafurahi, toka na wewe ukafurahi. Wewe asubuhi tu mtu umelewa, kazi unafanya saa ngapi? Kwa hiyo unachukua pikipiki upate tena hela kulewea, unatoka barabarani unakurupuka, unaingia mwendo kasi, unavuka upande wa pili, mwanamume huyu hapo. Au hizi basi zetu za tunazoziona za wanajeshi zinapopita, somo tumelipata. Kingine ndugu zanguni, ninachowashauri tuweke muda wa kupumzika katika kufanya kazi. Kuna mtu bwana miezi 2, yani asubuhi, mchana, jioni, usiku mkubwa tunalala barabarani. Usingizi nao ni somo la kupata ajali. Unaweza kuona labda sijaongea point katika hili janga la usingizi, lakini kuna mtu anakaa asubuhi anafanya kazi, usiku ukija kuna watu wanaingia usiku na yeye ameingia tena anaendelea na kazi, kesho tena unamkuta anafanya kazi. Unapumzika saa ngapi? Kwa hiyo kuna usingizi, kuna kilevi na masuala ya simu, mawasiliano. Yaani stress zote zinatokana na hizo. Kwa hiyo ninachowashauri ndugu zanguni, umakini wa barabarani unafanyaje? Unahitajika. Tumeelewana ndugu zanguni?